Hello? Dami. What? Imekuwa batili. Imekuwa batili. Inaliza, inakatisha tamaa. Ni nani kama sio Mungu wa kututetea? Najua unayaona haya yanayotokea. Sidhani kama mepangwa na Maulana yatokee haya, au ndo imenifika laana inanitafuna vibaya. Chaso, nini kimekuta kakaangu? Tafadhali niambie tuje kujua. Gabi, naomba uweze kuishi. Sawa. Na imani kabisa kaka yako ni sawa. Na kaka yako ni sawa. Kama hapo sawa. Unapaswa kusikiliza. Unajua kuna vitu vinanichanganya sana. Sawa. Ni kwa nini familia yangu inapenda sana kuandamwa? Yaani juzi limetokea tukio sijui kana serikali imebaka sijui ametekwa sijui bana amepigwa. Nashinda kuelewa ni kitu gani ambacho kimemkuta. Nashinda kuelewa ni kwa nini familia yangu tu. Why sio katika familia zingine? Ni kwa nini katika familia yangu tu? Au mimi nimekosea kitu gani Chaso? Moja. Tafadhali relax. Kaka yako nimekwambia kabisa atapona. Daktari ushampokea na anafanyia matibabu. Sasa ikiwa unaongea na mimi unakuwa kama unanikomandi sawa. Mimi sijui chochote ambacho kinaendelea. Mimi kaka yako nilimwokoa nikasema moja niwasaidie nimlete kwa hospitali. Sasa ukiwa unaniambia hivyo mimi nakuwa nanikosea. Wewe unadhani mimi nikirelax kakaangu atakuwa sawa kweli? Nahitaji kujua hali ya kaka yangu sasa. Au mambo sio relax tu kufanya mimi sitaki kuelewa chochote kile kwa sababu hivi vitu nashindwa kuelewa. Ni kwa nini katika familia yangu tu? Why sitokea katika familia zingine? Why ni mimi tu? Vipi hali ya mgonjwa anaendeleaje? Hali ya mgonjwa anaendelea vizuri na pia madaktari wanaendelea kupambana ili hali yake irudi kama kawaida, na pia tumempatia dawa za maumivu atakuwa sawa. Daktari, unanihakikishia kama atakuwa salama? Ya, atakuwa sawa. Kiapo batili. Kiapo batili. Shemeji. Habari yako shemeji? Safi, mambo? Poa. Shemeji, una taarifa yote kuhusu Kidevu? Kidevu? Nisikilize shem. Kama umeniita hapa kwa ajili ya taarifa za Kidevu, ni bora tu niruhusu nikaondoka. Nimerudi kukusikiliza, nimekuheshimu sana. Alafu nakuja hapa unaniambia habari za Kidevu. Nisikilize, sitaki kusikia habari zake. Sawa? Kiapo batili. Kiapo batili. Kikweli shemeji, Kidevu hajahusika na swala lolote kama nilivyokuambia. Alafu pia Kidevu yuko hospitali amelazwa. Nilikuwa sina mengi ya kukuambia, nilikuwa nataka nikupe taarifa hiyo. Kiapo batili. Kiapo batili. Watu wamepoteza furaha. Hawajui wafanye nini. Kila kitu kimeharibika, macho yamepoteza nuru.
Mbona kama uko sawa? Yeah. Dada, naumia sana. Maana mimi ndo chanzo cha kila kitu. Mimi ndo chanzo cha kuharibu ndoa ya Chakalamu. Nimeharibu ndoa ya Kidevu. Ni jambo linanitatiza sana. Naumia kwa kweli. Sasa wewe unasikia kivipi kwa hiyo mambo? Alafu isitoshe, yaani tuko mimi na wewe tu. Kwa nini sasa unanificha? Naomba niambie ukweli basi, niweke wazi. Dada, ni story ndefu sana. Kidevu alinifuma niko na mwanamke. Tena mwanamke yenyewe ni wa Chakalamu. Kiapo batili, kiapo batili kwenye maisha umekuwa ndo nguzo, na ukatili kwa wengine umekuwa ndo fimbo. Inaumiza, inaliza, inakatisha tamaa. Ni nani kama sio Mungu wa kututetea? Najua unayaona haya yanayotokea. Wewe vipi tena? Mbona umetoka vizuri hapa unarudi umenuna? Shida nini? Mama, mume wangu mama. We mtoto wewe. Hivi mtoto una shida gani? Wewe si ndo unarudi hapa unasema Kidevu amebaka. Leo unakuja mume wangu. Una haya? Mama nisikilize. Mimi niko hivi. Huko nikotoka kuna mtu nimekutana naye. Ameniambia kila kitu kuhusu Kidevu. Na amesema kwamba yule binti alimsingizia tu hakumbaka, na alimsingizia kwa sababu kuna mwanaume alimkutana naye tofauti na mmewe. Kwa ajili ya kujitetea ndo akaamua kusema hivyo, lakini hajabaka. Jamani, mkwe wangu, hivi ni kweli wewe unayoongea? Kweli mkwe wangu hajabaka? Ndio mama, hapo tunavyozungumza sasa hivi Kidevu yuko hospitali na amelazwa. Kiapo batili, amelazwa mama, yani hata siwezi kumfanyia. Kwa sasa wewe umeamwaje mwanangu? Mimi niende nikamwangalie, hata sielewi yani mama, sasa inakuaje? ni nani kama sio Mungu wa kututetea? Najua unayaona haya yanayotokea. Sidhani kama amepangwa na Maulana yatokee haya, au ndo imenifika laana. Hivi unaweza kuniambia T yuko wapi? T kaondoka mara moja kaenda kwa rafiki yake. Hivi mnanifanya kwamba mimi sina akili timamu? Hivi mnajua mangapi mimi nayapitia huko mtaani? Mnajua mimi nafanya hivyo kwa ajili ya nani? Haina shida. Haina shida. Kwa kuwa mmejifanya kwamba sasa hivi mimi nimekuwa kila kitu mnakijua. Sogea. Sogea, sinaongea na wewe. Hivi T, yani mimi nilifanya mimi sina akili timamu? Haya, unatokea wapi? Naongea na wewe, unatokea wapi? Nguo kina Mwajuma kule. Tangia saa 2 asubuhi mpaka muda huu, si ndo kwa Mwajuma, si ndio hivyo? Mlikuwa mnafanya nini? Sinaongea na wewe. Kiuma nitafuta cha uongo. Kiapo batili, kiapo batili.
Agobi, hivi mbona unapenda kufanya kazi nusu nusu? Kwa nini? Nimekutuma kazi gani? Niambie kama Kidevu. Nimeshamuona. Unajua kwamba Kidevu sasa hivi yupo hospitali na ni mzima. Sikiza Agoba, nikwambie. Nishakwambia siku zote kufanya kazi kuwa makini. Sio, unanielewa? Sasa siwezi nikakulaumu sana kwa sababu najua uzembe wako. Lakini kuhusu swala hili inabidi liishi. Kwa hiyo mguu mosi mguu pili unaenda hospitali. Hakikisha sasa hivi inakuwa ni final touch. Unaondoa uhai wa nani? Wa Kidevu. Sihitaji masiala kwenye hili. Sio, unanielewa? Sawa. Tatimiza majukumu yangu. Okay, poa. Nadhani hakuna maneno mengi, naomba tuwe eneo la tukio. Kiapo batili. Kiapo batili. Alo Dami, uko wapi? Nenda kamtoa kaka yako hospitali, fanya haraka sasa hivi. Mambo mengine nitakuelezea baadaye. Sasa hivi yani. Ni nani kama sio Mungu wa kututetea? Najua unayaona haya yanayotokea. Sidhani kama mepangwa na Maulana yatokee haya, au ndo imenifika laana inanitafuna vibaya. Kiapo kimebadili ukweli, umekuwa uongo. Vile viapo nilizani ukweli, kumbe ni uongo. Imekuwa batili, nimekuwa batili. Kiapo batili. Kiapo batili.